akaomba kama vipi watoke pamoja na nini. Adeze akakataa, akasema yuko bize sana, basi nije kwenu. Bibi akagoma pia, ikabidi wakubali waonane tu. Noma sana hii. Basi bana Brian na Adeze wakakutana pake kwa mara nyingine tena. Adeze akasema baba yake alikuwa rafiki yake mkubwa mno na alifariki akiwa usingizini, wala kupata muda wa kumuaga. Noma sana hii. Brian akauliza, "Wewe unafanya nini ukija hapa?" Ada akasema kukimbia tu. Mwana akaomba kama vipi wakimbizane hapa na nini. Basi bana bibi akawa amekubali. Ilikuwa vibe kubwa mno. Noma sana hii. Baada ya kuchoka sana wakafika sehemu ikabidi wapumzike. Adeze akauliza, "Unadhani mtu akifa anaenda wapi?" "Nadhani mbinguni, kwa wale walioamini mbingu. Kwa wale wasioamini mbingu, kuzimu labda. Natumaini baba yangu yuko mbinguni." Brian akakubaliana na Adeze na nini. Mwisho mchizi akasema kuna kitu amemletea bibie, ikabidi akifuate pale na nini. Noma sana ise. Sasa kilikuwa ni kile kitabu ambacho alikiwahi pale supermarket siku ile, si mnakumbuka urafiki wao kazidi kukolea mazee na nini. Bahati mbaya wakati wanatembea Allison akawaona mazee. Hey, kasheshe hii hapa mtu wangu. Sasa siku ya pili shuleni Jemina na Allison wakaja kumpiga mkwara mzito mazee, kisha wakamwagia maziwa kabisa na nini. Wakasema, "Nisikilize, hili ni onyo langu la mwisho kwako." Watu wakawa wametembea hapa, hawataki kabisa wewe karibu na Brian aisee. Noma sana hii. Kweli bana Adeze hakutaka kabisa mazoea na Brian. Adeze akamwambia kuwa mpenzi wake ndo kamwagia maziwa. Brian alikasirika kishenzi unaambiwa. Akamfuata Jemina darasani na nini. Ikabidi amuulize, "Umemfanyia nini sasa? Sielewi unaongea nini?" "Najua unajua ninachoongea." "Yule kipofu sijamfanya chochote." Kitendo cha kujua namwongelea nani inamaanisha unajua kabisa umefanya nini. "Brian, unamwamini yeye au mimi?" "Nilikutana na yule msichana supermarket. Naomba uachane naye kabisa." Mchizi akawa ametembea hapa. Brian akarudi tena kuonana na Adeze. Akasema tayari amewaonya, hakuna jambo baya ambalo litakuja kumkuta tena. Mwisho mchizi akaondoka naye hapa. Sasa kwa mara nyingine tena leo washikaji wakakutana na library. Washikaji wanapenda sana kusoma vitabu na nini. Brian akasema nakupenda. "Sikupendi." Kumbe mwana akashika kitabu kimeandikwa nakupenda. Noma sana hii. Mwisho mwana ikabidi ajichane tu mazima. Kachoka kujificha ficha. Akasema we ni mrembo sana, una muonekano mzuri na kila kitu. "Mimi sio mzuri." "Hivi umejitazama kwenye kioo kweli wewe?" "Una muonekano mzuri, wa tofauti, mrembo, unajiamini." "Sijiamini unajua Nani kasema?" "Huo ndo ukweli. Kwani unipendi?" "Nakupenda lakini." Mchizi akagoma kuendelea. Hataki sababu nyingine. Akamsogelea pale na nini, kisha akamchapa busu la usoni. Busu la kwenye komwe. Huo ndo ukawa mwanzo wa Adeze kubadilika na nini. Akaanza kufanya usafi chumbani kwake, akapanga kila kitu kama ambavyo kinatakiwa kuwa. Noma sana hii. Yaani ukipendwa vizuri, hata usafi unafanya mwenyewe tu bila kuambiwa. Lakini ukikosa mtu wa kukupenda, chochote kile kwako ni sawa tu. Hata ukifanya usafi usifanye, ni wewe tu. Unaweza kukuta hata vyombo vinalalaga kitandani. Si mnajuaga hiyo hali? Uliza vizuri mwanaume akitembelewa na mwanamke kwa mara ya kwanza, ndio utajua sasa usafi unafanywaje. Hayo ndo mapenzi bwana. Baada ya muda Adeze akaja kumwomba msamaha mama yake kwa kila kitu ambacho alikisema siku ile na nini. Mama akamsamehe mwanae pale na nini. Akasema, "We na baba yako mlikuwa karibu sana. Najua unamiss sana." Adeze alilia sana ise. Basi makumbato wakawa mengi pale na nini. Ukaribu wa Brian na Adeze ukazidi kukolea mtu wangu. Baada ya masomo lazima apige story na nini, vitu ka hizo mtu wangu. Wakiwa hapa akaja Jemina. Ikabidi ajifanye ameumia mguu mbele ya Brian na nini. Mchizi akuwa na namna tena, ikabidi ampeleke darasani kumpa huduma ya kwanza ise. Wakamwacha Adeze hapa nje. Basi bana Brian akaja kumpa huduma ya kwanza hapa na nini. Noma sana ise. Lengo lake tu ajisikie vizuri hapa. Sasa mwana akataka kutoka. Jemina akamzuia. Ikabidi aulize kwanza, "Unatoka na yule kipofu?" Brian akasema hapana. Muda huo Adeze alikuwa na watazama tu kwa mbali. Noma sana hii. "Brian, nakupenda na najua unanipenda pia. Nini kinatuzuia?" Adeze aliumia kishenzi ise. Ikabidi atembee tu hapa. Adeze aliporudi nyumbani alilia sana mtu wangu. Wakati huo alikuwa anajitazama mwili wake ulivyo ise. Maumivu ni makali kishenzi kwa Adeze na nini. Alilia kinoma ise. Brian alipambana sana kumpigia Adeze, lakini safari hii hampati kabisa kwenye simu. Alipiga sana mazee. Kumekucha asubuhi Adeze akaanza kuwatazama wasichana wengine mitandaoni na nini. Anaona wanapendeza kuliko yeye. Yaani hiki kitu kinamuumiza sana ise. Noma sana hii. Sasa Adeze kuna dawa huwa anazitumia za kupunguza uzito.